Hello, it's me again. Kipenzi chenu hapa, babu wa TikTok. Leo ni mama kwa live tena. Baada ya kipindi kirefu lakini huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nadhani hii ndo live yangu wa kwanza. Kwa hiyo kama kawaida, kama slogan yangu inasema, usikia kizembe kwenye live yangu. Kwa hiyo ukibatika kwa kwenye live yangu, una share live, una comment, una like. Ukiwa na gift unatuma, una tap screen, usikie kizembe. Lakini onyo na uangalizi, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sitaki comment zenu za ushuzi na ushugwada. Onyo sana, ukishika simu yako ukaanza kutype comment, kuwa na heshima. Sitaki bogod mkanivunjia somo yangu mie. Halo, nadhani nimeeleweka hapo. Tukiendelea na live yetu, ningependa sana kuwapatia pole mashabiki zangu. Maana mimi bila nyie sio kitu mie. Ila mambo yaliingiliana hapa juzi kati, nikapata mrembo, mtoto mchanga, mtoto mteke kidosho, kitoto cha 2000. Basi kama vipi nikakika ndani bila hata kualika kwenye shughuli. Poleni sana mkosa ubaba wa shughuli mashabiki zangu, ila ilikuwa nje ya uwezo wangu. Maana ilikuwa ghafla na mwezi ulikuwa mna approach wa Ramadhani huu, so sikutaka mambo ya zina. Ndio maana nikamchukua mtoto mchanga, mtoto mteke nikamweka ndani. Ila isiwe kesi ya mashabiki zangu, maana hilo ni jambo la heri. Japokuwa sikualika, lakini poleni sana. Amanda, sasa ndo nini hivi? Sasa ndo mfanya nini hivi? Sasa ndo nini? Kuhusu nini? Unajitoa akili sio? Wajitia hamnazo, hujui kunaendelea nini? Empty head au sio? Sikiza yani kuachana hii Januari, mwezi wa pili tayari huu Mola na babangu. Sasa ulikuwa na maana gani? Jay. Nimekuita mara 3. Wewe ndio suruali. Hivi nikuulize, wewe ni mwanaume ama kume? Maana kila kitu nilikuwa nakuomba Jay. Wewe kila kitu ulikuwa bako umwambie babako. Ni pesa bando babako, pesa pedi babako, yani kila kitu. Sasa mimi nikaona nikupunguzie mzunguko, nikuombe ukaombe, upewe ndo unipe. Sasa hiyo mimi nikaona nakukambe na kusumbua, so nikaamua tu niolewe na huyo babako mimi, ili mradi tu nikupunguzie majukumu wewe, maana wewe ndio msiruwale kume, hakuna mtu hapa. Hata kama Amanda sikuwa na sasampa, lakini sio kinyonge hivyo. Amanda umenitoka kinyonge sana yani kirahisi tu yani unaacha mimi unaolewa na mzee wangu. Una maana gani sasa? Ulikuwa unanikomoa ama unapinza kweli na mzee wangu? Maana hapa sio upendo wa dhati. Amanda mimi nilikuwa nakupenda sana. Mimi niko radhi kabisa, mimi pesa yoyote nitakuwa niko nayo nimepewa na kupatia wewe. Ili mradi tu uridhike kipenzi changu. Leo hii ndio kutoka na babangu. Unanikomoa ama kuna mapenzi kweli hapo Amanda? Yaani kusema ni mwapisi kali, mtoto mteke. Mara hii comments zinamiminika kama ushuzi kwenye live yangu. Hili noma kweli. Nani huyu kwenye comment section anajiita Dula? Dula Makabila, rais wa Singeli ama Dula yupi huyu? Unasemaje Dula? Hongera sana mzee. Umepiga hatua kiukweli. Ila mke upate wewe na hata ubaba shughuli tukose. Kwa kweli hiyo imenuma sana. Imekuma kumbe. Pole sana. Pole mashabiki zangu, nimeomba pole tangu kitambo nienda DMN. Mimi pia binadamu, mambo iliingiliana tu ikabidi wa hivyo. Poleni sana. Huu naye nani kumbele Abubakar. Abubakar anasemaje? Pongezi sana mzee wetu, mzee wa TikTok. Hilo kwa kweli jambo la heri. Kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan kitu cha heri sana. Maana kiukweli unaepusha sinaa zisizo na maana. Ukioa kikandani kama vipi huo ni mpako mzima. Pongezi sana mzee wa TikTok. Ndo mashabiki sasa napongeza kwa vitu vya maana. Up to the next comment. Nani huyu Kennedy? Semaji Kennedy. Sasa wewe mzee mzima, umelamba chumvi ya kutosha, umelamba sukari, umelamba ugoro. Uenda kwa mtoto mteke. Mtoto mchanga pisikali. Wewe huona kugongewa hapo. Wewe mzee kweli una akili kweli wewe? Mzee kama wewe, uenda kuchukua kifaa unakika nyumbani, mwenyewe huna shughuli, huna lamana kitandani wewe, miaka karibu 60, 70.
uenda kushika mtoto mdogo. Uone unagongewa tu hapo wewe. Funguka wewe mzee. Acha umbumbumbu. Huu Kennedy vipi kwani? Nishakuwa nawe Faraka Kennedy. Mbona unandisi sana hivyo tizi sina maajabu chumbani nini? Wewe ushakuwa na mimi chumbani. Shwaini wewe. Usijaji kitabu kabla uje kusoma ndani. Kama unataka njoo ujishuhudie shughuli wewe. Shamba sana Kennedy wewe. Usinitolee macho Israeli mtoa roho wewe. Umekuja kutoa roho yangu na mse wangu. Kwani nimekuuliza swali tu simple. Wewe umekuja hapa kwa nia gani yani? Umeolewa wako nikomoa ama una mapenzi ya dhati na mse wangu? Maana haiwezekani utuchanganye mimi na mse wangu. Wewe unaotu kweli ndani yako wewe. Busi maji wewe. Kuja kwa toa roho wewe na mse wako kufuata sasampa. Wewe sina mapenzi ya dhati na babako. Hizo sio shida zangu. Asinga mse wako kanielewa. Kafuata process kanioa kanika ndani. Wewe ulikuwa unanichezea tu, huna lolote gumegume. Kwa hiyo hizo maswali usiniulize mimi. Sio shida zangu kabisa hizo. Manda. Kwa hiyo wakasa sio, uonekea ngumu. Kwa hiyo sisi nakwaje? Hapa nitakuwa uroda napata ama kama vipi ni mse wangu peke yake? Maana mimi bado nakuelewa Manda. Maneno yote ya shombo, ati wewe umefuata sasa mpaka kwa tu unapenza dhati, kufoka. Kumbe tu ulikuwa unataka kuuliza kusuroda. Sasa ni kweli. Live bila chini kabisa. Hapa urambi kitu. Mimi ni bibi ya babako. So mimi ni mamako. Haurambi kitu hapo, usilete lana kwenye hiyo nyumba wewe. Showaini wewe Mwenyezi Mtukufu atakuleta zina. Shenzi kabisa. Mimi ni mamako. Hata kama Amanda wataka nikuite mamangu, mimi sijakataa hilo. Ila sasa Amanda, angalia kabisa yule mzee, mwenye tayari kwa 70-60 hapo. Sasa wewe kweli wa kumwangania yule, wanaacha kijana handsome kama mimi na six packs, mwili umesitunya vizuri, mwili wa gym kabisa, uenda kuangalia mzee kimoja chali. Wakati mimi nilikuwa nakupeleka kwenye wataka. Vipi ule mzee kule anaweza kufikisha kwenye nilikuwa nakufikisha kweli mimi? Amanda, legeza kama basi angalau na mimi nilikuwa napata mara moja nawe. Maana sasa mimi nakuelewa ujue, sinifanyie hivyo na Amanda. Legeza kama kidogo. Hata kama ni mamangu lakini haijui hii kitu bwana. Fanya mambo. Kama venye shetani alikoma kumfasa Mungu. Nilikwambia chapter mimi na wewe imefungwa. Haulambi kitu hapa. Shwaini wewe. No. Mbona nasikia sauti ya mtu kiza makofi mie? Ni mjinga yupi huyo mwenye ananitafia na live yangu? Tena inatoka hii side huko kitchen. Acha nikaangalie kuna nini. Oi, Amanda. Komiti vyangu nilikuwa nanitevenga hapa makofi. Kama vipi mseme sikia. Maana alikuwa hapo sitting hapo yuko live na mambo yako ya TikTok hapo. Kwa hiyo kama vipi lazima atakuja, maana lazima amesikia. Kwa hiyo mimi natoka zangu. Lakini oi, nikwambia ukweli. Hili alijaisha paka lisi hili. Shwaini wewe. Wanavotuharibia, tunavopendana ndo wanachoka. Mtoto kwangu katulia, nikisiba palipotoboka. Sichoki kumsifia, wala hapendi nikiondoka. Wazazidi hisia, hadi yanasimama nyoka. Nywele mgongoni mtoto mwa, shanga kiunoni mashallah. Nanogewa dadeki. Wallahi bilahi nikipata management nzuri kama WCB King Music, bwana nitoboa tu kimziki mimi. Sema tu mtaani roho mbaya tu ndo manake siendelee. Ila ipo siku tu. Wewe tena pipi bro, mbona ghafla hivyo? Kama ushusema yai, kwa nini wanikatizia mazoezi yangu ya muziki mimi bro? Shida iko wapi? Yaani unisibu makubwa sana bro. Wewe acha tu rafiki yangu. Ya rafiki yangu. Acha hizo bro. Sisi wote ni vijana na mashida hizo, machangamoto sote tunapata bro. So usiwe na hofu kabisa. Kaa hapa kwenye benchi. Unielezee, huenda nikakusaidia tu kwa njia moja wapo au nyingine. Ili mradi tuwe sawa.
sio kinyonge hivyo bro. Kaa hapa unielezee nini kinakusebu. Wewe Amanda kipenzi changu, kuna nini kwani? Mbona nilikuwa sitting room huko mimi nimetulia mwenyewe, niko live kabisa bila chenga. Nasikia mitwangu tu. Na nitafia na live yangu. Nani kwani nilikuwa napiga makofi hapa maana kulikuwa kunaendelea nini hapa ndani? Kipenzi changu, kuna nini basi? Mitwangu itoke wapi? Ilikuwa tu ni inzi wanajaribu kusumbua hapa kwenye hizi vyombo hapa nilikuwa napika iftari. So ndio hivyo, hakuna mtu nilikuwa nampiga mitwangu hapa wala makofi. Hakuna chochote kipenzi changu. Una uhakika na unachosema ama unaongea tu kunificha? Hofu kipenzi. Hakuna lolote baya nilikuwa naendelea hapa. Mimi nilikuwa nakupikia iftari. Sasa inzi wanakuja wananisumbua hapa, kuna pita huko na huko, ndio nilikuwa ninajaribu kuwafukuza, lakini hakuna lolote kabisa baya nilikuwa naendelea hapa. So nenda kwa keti zako, uendelee na live yako. Baadaye nitakushtua iftari ikiwa tayari na saa ikiwa imefika kipenzi changu. Kama ilikuwa ni hivyo, basi sawa. Kama vipi, mimi acha nirudi zangu sitting, nikiendelea na mchakato yangu. Kama vipi pia wewe uendelee na kupika iftari yako. Kama vipi mida ikifika adhana kini utanishtua basi, maana mimi niko na kitu cha muhimu sana nafanya kwenye simu. So uendelea tu. Mbona sasa bro? Nini kimekusebu? Mbona hai pako unatoka na vest kabisa unakuja huko na vest bro? Kuna nini? Amanda bro. Yaani ule demu ni nyoka. Ule demu shetani kabisa. Kama vile unajua ule demu alikuwa demu wangu na nilikuwa namkubali ile kinyama. Lakini sasa alionifanyia sio poa kabisa yani. Sio poa. Kwani kakufanya nini mpaka unasema chenye alikufanyia sio poa? Vipi bro? Alikufanyia nini kwani? Yaani amini usiamini don't you say. Yaani Amanda kipenzi changu sahi ni mamangu, yaani inamaanisha ni bibi ya babangu. Mamako? Bibi ya babako? Mbona sikuelewi? Je, unamaanisha nini hapa?